mwanadamu, nirudi tena mbele yako. Niliona hofu machoni pako, lakini pia niliona ujasiri. Ule ujasiri ambao si kila mwanadamu anao. Binti yangu, Malkia wa Pete, anazidi kufifia chini ya laana ya Mzee Zumba. Kila siku inayopita, maumivu yanamkabili na umauti pia. Na kuahidi, kwa kiapo cha ufalme wa nuru, ukifanikiwa kumsaidia, ukafika salama hadi Kitohole na kukutana uso kwa uso na Mzee Zumba, nitakupa zawadi ambayo haijawahi kutolewa kwa mwanadamu yoyote yule. Ulinzi wa milele dhidi ya uchawi na giza, baraka ya kutajwa jina lako katika vitabu vya kifalme. Mila za kishetani, imani potofu, tonzilo ajabu moyoni mwao. Hawamjui Manani, hawana hofu kwenye maisha yao. Roho ya ubinadamu Asante mume wangu, lakini naomba niende. Unajua nimekupa hiko maana gani? Kipindi ambacho mimi nitakuwa kazini, wewe unyo chochote kitu ndio uweze kusaidia wakati mwingine. Usijali baba. Mimi nipo nyumbani. Tutafuta matembele, majani ya kunde, nitakopa, nitakula. Wewe unaenda barabarani. Unabishana vitu vingi. Ukimwaga deni la watu. Nakuomba babangu, nenda naye. Asante bwana. Naondoka. Sawa, kazi njema. Sawa. Kuwa makini. Basi fiki. Kaka. Ila mwanangu golo unazingua. Mpaka saizi rafiki yangu ndo unatokea Saidi akati nishakwambia matofali yamefika pale. Saidi mafundo wanataka mzigo kule waseti wajenge. Lakini wewe ulichelewa kunipa taarifa kaka. Ungenipa taarifa mapema yote asingetokea. Makubwa. Haya, mimi nichochela kukupigia taarifa wewe nini? Wewe uzembe wako. Yule mwanamke anakufelisha mdogo wangu, hizi kazi. Kuna muda zinakuwepo, kuna muda haziwepo. Na zikitokea ndo tunapiga hapo chap. Tunatia mavumba yetu mfukoni na sasa tunaenda kutama. Sasa mwanangu unashikilia punyungu tu pale. Unapongunyua nini fresh nini linakusoundisha, akili inalala, unaacha vitu vya maana. Kwa tunafanyaje? Sasa tunafanyaje? Sangine hapo uje kubonga na mshikaji. Sababu mimi baada nikukuona wewe jii mpaka naangalia saa 3. Nimemuita mshikaji ndo tumekaa tunasomba zitofali ziende site. Ina maana umemuita tena mtu mwingine? Sasa wewe ungekuwa ungefanyaje? Wewe ungefanyaje? Kwa ina maana mimi nirudi. Jamaa sangine huyo tuje kuongea na jamaa tena kikao cha pili kama atakubali uingie tupige kazi.
Lakini ni ujinga wako kwa sababu wewe ndo mtu wangu wa karibu. Sasa unakuja na msumeno na mimi nimekwambia tuje naenda kukatakata mbao tu sasa. Asipo. Mnaitwa mnakumbatia wanawake. Hivi mume wangu, haya maisha ni mpaka lini? Uwezi amini. Tumepanga vizuri, tumeongea vizuri kwenye simu kwa tukutane ili aweze kunipa kazi. Nafika pale tena ananiambia kanitafuta mtu mwingine. Sasa sijui alikuwa na maana gani. Watu wengine bwana. Wewe unajua nimechoka. Yaani nimechoka kabisa. Yaani hapa nilipo hapa na sasa nishakuwa na vidonda vya tumbo. Kila siku humu ndani ni miogo kushinda njaa. Hapana, mimi nimeshachoka. Unajua mke wangu, ukiongea hivyo unakuwa unanisikitisha sana. Kwa sababu unaninyima nguvu, unaninyima uwezo, unaninyima upana wa kutafuta mazingira mengine ili mradi nione kesho yetu inakuaje. Unanifanya nifikirie ya mawazo mengine tofauti kwamba siku moja unaweza ukanikimbia kulingana na hali yangu hii. Kwa nini usiniambie maneno matamu? Kwa nini usiniambie maneno mazuri ambayo yatanipa nguvu? Unaongea maneno hayo mimi yananiumiza mke wangu. Mbona bado kidogo? Kidogo mpaka lini? Juma, kila siku ni kidogo. Hiyo inafika mpaka lini? Mimi nimechoka. Nimechoka kabisa. Hapa nipo na njaa hatari. Mba basi bongo mimi nikatafuta hata miogo huko. Yaani huwezi amini hata silioni na. Yaani umaskini huu. Yaani mpaka pesa zinakukataa. Nimeona na njaa. Yaani na njaa. Nimekupa tu ile buku kwa sababu nilijua ukienda huko ukirudi hapa utarudi na hela ya maana, tutapika chakula kinachoeleweka humu ndani. Sasa hivi unaniambia hauna. Nimechoka. Basi naambia tumepitia njia gani? Nimepitia hii njia kwa Bibi Titi. Hapo kwenye njia panda hapo. Umefikia wapi? Unadhani tulienda mbali basi? Hapo njia panda. Unaenda wapi sasa? Kutafuta. Sasa utaiona? Sijui. Roho ya binadamu imepotea. Hata utu kwao umepotea. Labda njaa ilikufua macho. Labda tumbo langu tupu nifanye sawa uaminifu. Ila kiukweli ile pesa ni muhimu sana kwangu kwa sasa. Sijui ni kama kwa njia panda hii au njia panda ipi. Mungu wangu. Juma ametumia ile pesa afa nidanganya mimi. Si ananikwaza. Asante mume wangu. Lakini naomba iende na wewe. Unajua nimekupa hii kwa maana gani? Kipindi ambacho mimi nitakuwa kazini, wewe ununue chochote kitu ndio uweze kusaidia huko tumboni wako. Usijali baba. Mimi nipo nyumbani. Nitatafuta matembele, majani ya kunde, nitakopa, nitakula. Wewe unaenda barabarani. Nabishana vitu vingi. Ukimwaga deni la watu.
asiyejua thamani ya binadamu mwenzie, hata imani hana. Umeipata? Nimeipata wapi? Nimezunguka njia nzima, nimetafuta kama mweo, hakuna chabuku wala mia. Yaani si umedondosha wapi, unasema umedondosha pale. Yaani mume wangu ni mzembe. Yaani mzembe kabisa. Unadhani ninacho cha kusema? Basi mke wangu, ni kweli nimepoteza na ni uzembe kulingana na hali ya maisha yetu. Hapo sina cha kuongeza zaidi ya kukuomba samahani mke wangu. Naomba unisamehe. Ati. Umenona. Unajua ile ni riziki. Inawezekana tupangiwa sisi, kuna mtu mwingine amepangiwa. Kwa sio ya kununa sana. Huko kubwa. Najua. Kuta dhahabu. Una masiala kwa. Kuona nikombe hiyo ni sawa. Si ndio dhahabu jamani au? Ndio niligoroka tu. Niligoroka. Dhahabu hii? Unaniambia hivyo ili niache uipitie. Sasa kama ligoroka ninaenda kuuza upate hata 100. Mimi sitaki lako. Sawa. Haya. Kama unataka kutukana na masonala peleka hiyo. Mila za kishetani, imani potofu, toziloaja moyoni mwao, hawamjui Manani, hawana hofu hao kwenye maisha yao. Yaani huyu mke wangu ndo mjinga kweli kweli. Yaani wenzake wamelitupa hili dude kwa kuzani kuwa ni goroka na halina maana kwenye maisha ya sasa. Yeye mjinga ameenda kuliokota. Ngoja nimsapoti kwa kuvaa kwenye kidole cha ndoa ili asionekane kuwa nimemtupa. Sema lina muonekano mzuri pindi likikaa kwenye kidole cha mtu naliona kabisa. Asante Mungu wangu kwa kunilisha siku nyingine tena. Nashukuru kwa kuyapa nuru macho yangu, yameona tena. Sasa nimeona ulimwengu mpya ambao umetanda na nuru yako. Wewe ni bora sana. Watu wengine bwana, ifaa kitu wakitaki, wanakinyari, mbona wanakitaka. Unazungumzia nini? Sio pete kidoleni kwako. Si ulisema goroka hilo? Kitu gani tena ipo kwenye kidole cha ndoa? Jinsi gani ulivyoisamini?
wasivage vitu vya kipumbavu. Nilikuwa nimekuhifadhia tu kwa sababu usiku ulikuwa umeshika mkononi na umelala. Ingekuwa kipumbavu ungeweka kwenye kidole cha ndoa. Nawazani? Unajua nini? Kuna ndoto nimeiota leo. Laiti kama ningekuwa naota ndoto kama hiyo kila siku, nafikiri ningenenepa. Nimeota tuna mali, tuna pesa za kutosha. Tuna kila aina ya gari jipya lililotoka ndani ya mwaka huu. Na tunaenjoy maisha yetu. Mke wangu kwanza umevalia vizuri. Umevaa si mabazee yale ya mama wenye matajiri yale mabazee na kumbe nimekutoa una drive. Nikasema mimi hapo sasa unanikumbusha msemo wa mama yangu. Kuna siku mama yangu alishia kuniambia kwamba maskini yoyote akilala asipotaka kabwa anaota anaendesha gari, anaendesha ndege, yupo kwenye mjumba mkubwa. Yote kwa sababu ni maskini. Unaota hiyo ni ndoto ya maisha yako kwamba unatamani uwe hivyo. Kwa sababu hauna, ndio maana unaota hivyo. Kwa hiyo ni ndoto yako ambayo ipo kichwani kwako. Kifupi yani usiku wa jana nimelala usingizi ambao sijawahi kulala ndani ya maisha yangu tokea nizaliwe. Rudi ulale utaota tena. Unadhani basi hata nikiegesha bicho langu hapo ndoto zile zitakuja? Ushakuchwa sasa hivi. Tumbo linadai chakula. Nawaza tu niingilie wapi hapa nitafute kibarua nifanye. Basi. Ndo katafute sasa. Tumbo ana njaa kweli usiku uje. Nani yule mpaka uone ndo niseme yako. Golu. Wadogo. Golu. Golu. Mwanangu kuna kikazi cha chapu hapa, kuna zege hapa tunataka kipige chapu. Sasa blaza mbona ila ya jana hujanipa na wewe acha ujinga bwana, twende kwenye kazi kwanza hapa mambo mengine utaongea. Unaongea mambo hayo upo ndani rafiki yangu. Toka huko tukafanye kazi nikulipe na hela yako. Mimi nitakuzungumza shilingi 15,000 au 20,000 rafiki yangu. Uende. Wewe chapu basi kama unaenda uniambie. Nenda. Mimi nimeshachoka kufanya kazi ngumu ambazo ujira wake ni mdogo. Wewe mwa. Nakuja. Mimi nakusubiri. Kama unaenda niambie. Nakuja. Sawa. Mungu kutoka Mungu anaombea. Labda leo ndo nisikia kwa ifungua. Nenda. Wani huyo jamaa kila siku nikifanya naye kazi hela nipi. Yaani shida. Yaani kila siku tunarudi hapa sina. Yaani anachukulia kubeba matofali kitu rahisi sana. Basi ukashazoea au. Nenda bwana. Naenda kwa ajili ya heshima yako lakini ni kwa sitaki hata kutoka. Nitokea jana nzume la. Leo si anakupa nenda. Gani anipa wakati. Natoa muda wangu naenda kutafuta. Lakini nikiwa sijui wapi nitapata hiyo riziki. Mungu ndo anajua. Natamani kumwachia chochote kitu mama hapa. Lakini sina chochote. Na hapa sitaki kumhamisha. Maana akiamka anaweza kunidai hela na mimi si. Yaani ameamua kulala na ile goroka lake hapa pembeni. Ngoja leo nilivae nione kama linaweza likaniongezea maridadi. Ngoja niondoke kimya bila kumwaga.
mila za kishetani, imani potofu, tonzi loaja moyoni mwao. Hawamjui Manani, hawana hofu. Wapi huyu jamani? Mbona ameondoka bila kuniaga? Tumbo lishaanza kudai fidia. Jamani, sisi pesa hizi ananificha mimi jamani. 10,000, 20,000, 30,000. Sasa leo ndo nitakula, nitajisisomola, nitajisomola tena, nitakula vitu vyote nilivyokuwa navyo. Weza mimi leo tena sijapewa hata 100. Nimetoka hapa, si hata tutakula nini wewe? Sasa nipo 100 leo, acha hela pale nani pale. Nimeamka asubuhi nimekuta 30,000, 10,000 hizo. Kama unavyo, yani kama unaniona mke wako, nimepika, nimejisosomola, chakula kile pale kinakusubiria. Mimi nimekuachia hela wewe. Jamani, kumeka 30,000 pale. Pale nimeweka pete wapi? Uliacha matendo yako. Nimekuta 30,000, nimekuta na pete pale. Nimepika, nimeshiba, nipo ndui, chakula kile pale. Yaani huyu mwanamke ananifanya mimi mjinga, si ndio? Ameenda kudanga huko akapata pesa, akaamua alete huko ndani na apike chakula kizuri kwa ajili ya kunifurahisha mimi. Mimi sio mjinga. Siwezi kuacha hela alafu nikasahau kabisa. Hiyo utakuwa ni mchezo. Sasa hapa sitaki kuanzisha kwanza. Wacha nishibe kwanza, maana nina njaa. Kisha nitaendeleza vizuri. Nimechoka. Nimeumizwa kupitia uwezo wa nguvu yangu. Nimeumizwa kupitia uwezo wa moyo wangu. Unaiona hiyo pete ilikuwa kwenye kidole chako? Sio mapambo, ni kifungo cha roho yangu. Tafadhali, kama bado moyoni mwako kuna huruma, naomba usiondoke bila kunisaidia. Mungu wangu, hii ndoto ina maana gani? Na nini maana ya ndoto? Tumeshaangu vipi? Wote ndoto mbaya. Kuna mtu sijui ni mwanaume, sijui ni mwanamke, kwenye msitu unatisha, anaomba msaada.
Alafu nawe ukiwa unalala unaomba hata Mungu. Unalala kimya kimya, matokeo yake ndo hayo. Maumivu haya yananiua taratibu. Kwani ndoto gani ile niliyoiota mimi? Haikuwa ndoto ya kawaida. Ilikuwa ndoto nzito. Mtu aliniangalia macho yaliyojaa uhitaji, hakuniambia jina, hakuonyesha sura yake vizuri. Nilihisi tu maumivu yake. Kilichoniuma zaidi ni ile sauti ya kimya, kama mtu aliyekata tamaa, asiyejua msaada nani wa kumsaidia tena. Mama. Abe mwanangu. Shikamoo. Marhaba mwanangu. Mnaendeleaje? Jambo, sijui nini huko. Sisi huko wazima. Hivi mama, huko nyumbani ni wazima kweli? Sisi huko wote tupo salama. Hakuna mwenye shida yoyote. Kwa ndoto wanaziotaota, kuna mtu ananiomba msaada. Usiogope. Hiyo ni ndoto tu na haina maana yoyote kwenye maisha ya sasa. Haisikitishe sana. Haya, sawa. Mimi kwa kusalimia tu. Mungu wangu, ni nini hichi? Mwanadamu, nirudi tena mbele yako. Niliona hofu machoni pako, lakini pia niliona ujasiri. Ule ujasiri ambao si kila mwanadamu anao. Binti yangu, Malkia wa Pete, anazidi kufifia chini ya laana ya Mzee Zumba. Kila siku inayopita, maumivu yanamkabili na umauti pia. Na kuahidi, kwa kiapo cha ufalme wa nuru, ukifanikiwa kumsaidia, ukafika salama hadi Kitohole na kukutana uso kwa uso na Mzee Zumba, nitakupa zawadi ambayo haijawahi kutolewa kwa mwanadamu yoyote yule. Ulinzi wa milele dhidi ya uchawi na giza, baraka ya kutajwa jina lako katika vitabu vya kifalme. Hii ndoto mbona inajirudia sana kichwani kwangu? Eti niende Kitohole kumwokoa malaika wa Pete. Mbona mimi? Kwa nini mimi yani? Kwa nini umenichagua mimi? Na ameniahidi maisha mazuri, magari, pesa, utajiri. Pete ajabu ya ajabu. Maswali mengi najiuliza kichwani kwangu ambayo sina majibu. Yaani nawezaje kuanzisha undugu na Mzee Zumbe mpaka kunipeleka huko alipo malaika wa Pete nikamwokoe mimi. Je, utaubeba mzigo huu kwa ajili ya malkia aliyefungwa au utaacha dunia iangukie kwenye giza? Na namwagaje mume wangu? Naenda wapi? Kufanya nini? Na nitaka kwa muda gani? Mwaka, mwezi, siku.
Juma Mungu. Naam. Mama amenipigia simu jana. Ameniambia naumwa. Kwa mimi niko naomba ruhusa niende. Wadogo zangu wote pale ni wadogo. Kwa hiyo hawataweza kumsimamia mama au kumwangalia pindi anapoumwa. Sawa. Kinachonitia huzuni ni kwamba sina chochote cha kufanya ili iwe kama fadhila yangu au zawadi yangu kwa kipindi kigumu hicho anachopitia mama. Jali meongo. Ukiwa nacho unatoa, kama hauna basi utakapokuwa nacho pia utatoa. Kwa unaenda lini? Ni kesho tu asubuhi, ukikucha naondoka. Sawa. Baki kwa mimi. Sichelewa kulala. Mama akiwa sawa tu, nitakimbia nitakuja kwa elimu yangu. Ni kumwombea kwa Mungu ili apone haraka. Hicho ndio kitu cha msingi. Sawa. Acha vyombo vichafu. Vyombo vyote vinaosha. Mashuka. Nimefua. Mungu, naomba nisaidie niendako. Niwe jasiri wa jambo hili. Sijui kwa nini, lakini naamini wewe unajua. Naondoka, lakini mume wangu hajui naenda wapi. Kama ni kwa ajili ya jamii na kuiokoa dunia, basi naamini wewe upo karibu yangu. Niliona hofu machoni pako, lakini pia niliona ujasiri. Ule ujasiri ambao si kila mwanadamu anao. Baba Mungu, nisaidie. Mume wangu. Ni mara ushajiandaa tayari? Ndio kuondoka leo. Basi lakini tunakumbuka nilikwambia sina hata 100 yako. Usijali, mimi nauli ninayo. Basi salimia mama. Basi pia. Bye. Asiyejua maumivu ya binadamu mwenzie, hata huruma hana. Mila za kishetani, imani potofu, toziloaja moyoni mwao. Hawamjui manani, hawana hofu kwenye maisha yao.